Haleluya, sema msifuni Bwana. Nikisema msifuni Bwana, sema haleluya. Haleluya. Msifuni Bwana. Haleluya. Msifuni Bwana. Shangilie Bwana kwa makofi. Shangilie Bwana kwa makofi. Niseme pole kwa ndugu zangu, pole. Mimi naumia zaidi. Bibi yake Fortunata nilienda kumzika. Mama mkwe wa Fortunata nilienda kumzika. Mume wa Fortunata nilienda kumzika. Mama wa Fortunata nilienda kumzika. Na leo Fortunata. Moyo wangu unaumia kwa sababu ni watoto ambao baba alinipa katika utumishi walizaliwa mara ya pili kupitia mikono yake. Kinywa hiki kinawaingiza katika ufanye. Ninapoteza. Aina mshangilie Mungu kwa sababu liko tumaini katika wao walalao katika Bwana. Maana hawajafa, wamelala. Parapanda ya mwisho itakapolia watainuka ili wamlaki bwana harusi mawinguni. Wewe utakuwa wapi? Wewe yupi? Utakuwa wapi? Wewe utakuwa wapi? Ninamshangilia Mungu kwa sababu yako. Maana hujaja hapa ili usindikize mwili. Umekuja hapa ili usikie habari za safari yako ya mwisho, habari za maisha yako, maisha ambayo ni lazima yabadilike, ni lazima yageuzwe, yafanywe upya. La, haiwezekani. Hatuwezi kumwona. Kama una nafasi nzuri ya kukaa, wapanuka. Kama huna nafasi, tutaenda hivi. Tutaliangalia neno kutoka katika kitabu kile chenye Yohana sura ya 3. Tutasoma mstari wa 1 mpaka 6. Alafu Roho Mtakatifu atatufundisha. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku, akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Neno la Bwana. Tamani tuona. Sitaki kukaa huko. Tamani tuona. Tumesoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Yohana. Yako mambo mengi katika ujumbe ambao Bwana anauleta jioni leo kwa ajili yako. Ili niseme maneno haya. Mtu mmoja jina lake Nikodemo amesikia habari ya Yesu, na yeye ni Farisayo, mkuu wa Wayahudi, mwalimu wa dini, akifundisha wana wa Israeli mambo ya Yesu Kristo. Na aliposikia habari za Yesu,
Usikilize vizuri, tutembee pamoja. Aliposikia habari za Yesu akiwa anawaogopa Mafarisayo wenzie, akaamua kwenda kwa Yesu usiku. Wengine wanaenda mchana, yeye ameamua kwenda usiku, maana anatamani kusikia kutoka kwa Yesu Kristo. Anapofika kwake, kama ilivyo wewe, unapoenda kwa ndugu yako, unapoenda kwa jirani yako, unaanza kumpamba na sifa, aisee wewe, leo umependeza. Nikodemo alikuwa na tabia hiyo, Farisayo. Akasema tunajua kwamba wewe umetoka kwa Mungu, kwa sababu kuna mtu anayeweza kufanya mambo haya unayofanya wewe isipokuwa Mungu yuko pamoja na. Lakini sikiliza jibu. Tembea na mimi, sikiliza jibu. Amepamba kwa sifa, wewe ungesema hakika ni kweli mimi nimetoka kwa Mungu na mamlaka niliyo nayo imetoka kwa Mungu. Lakini sikiliza jibu. Mwili na roho biko tofauti. Jioni leo sikia, analeta jibu ambalo halifanani na kile alichoambiwa. Anamletea kanuni ya kwanza. Anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amwambia tunajua unatoka kwa Mungu, hakuna mtu anayeweza kufanya mambo haya isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Unajibu, usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme. Anapoendelea kujiuliza maswali, inawezekanaje mimi Nikodemo ni mzee, mimi umri wangu umepita kama wako wako? Unasema umepita, lakini kwa Yesu, sikia kwa Yesu, hujawahi kuwa mtoto mchanga. Utakapokubali kuwa mtoto mchanga, utajua maana ya kuzaliwa mara ya pili. Anajiuliza, narudi kwenye tumbo la mama, nizaliwe tena, inakuwaje? Yesu sikilizi maneno ya mwili, akiwa rohoni anamwambia, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme. Mambo ambayo hayaendani na maulizo ya wanadamu. Lakini jioni leo nataka nikuambie, kumbe ziko kanuni, ziko tafsiri, iko misingi ambayo Mungu wa majeshi ameiweka kwa ajili yako. Na kwa sababu ameiweka, sio maneno yangu. Yangekuwa maneno yangu ungeweza kuyapuuza, lakini ni Mungu huyo aliyewaleta kuacha mwili wa Fortunata Kimunza. Ndio anasema na wewe, anasema na wewe. Nimeshangaa mstari wa 6 anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kumbe kuna kuzaliwa kwa mwili, alafu kuna kuzaliwa kwa roho. Lakini Bwana wa majeshi anapotuambia hailazimu, haichuzi, ni lazima ufike mahala uamue, ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Ili moja tukae hapa, mara ya kwanza ulizaliwa wapi? Biblia ile usema inaniambia ni lazima uzaliwe mara ya pili, na unazaliwa mara ya pili kwa sababu ulizaliwa mara ya kwanza. Ulipozaliwa kwa baba na mama, umezaliwa mara ya kwanza. Umezaliwa katika asili gani? Utasikia. Bali ukisha kuzaliwa mara ya kwanza, iko hatua ya kuzaliwa mara ya pili. Pale kama umezaliwa mara ya kwanza, utabaki unajidai kwamba mimi nimezaliwa kwa baba na mama, halafu nimezaliwa mara ya pili. Ngoja nikuambie pole jioni leo, maana nafasi hii maneno hayo unayosikia ili uchukue hatua. Kuzaliwa mara ya kwanza hakutoshi. Kuzaliwa mara ya kwanza hakutoshi mpendwa. Iko hatua ya kuzaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili, acha ubinai barabarani, acha utembee kama mtu ambaye amefika mahala amepata kitu cha thamani katikati ya maisha yako. Acha utembee kama mtu ambaye chini ya jua hakuna kitu cha kumsumbua, kwa sababu ni mwana wa Mungu. Lakini nikuambie shida kidogo. Katika kitabu cha Mwanzo sura
ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28, Mungu anasema kila habari na kumfanya mtu kwa mfano na sura yetu, watatawala samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kitamacho chenye uhai juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu anamuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake. Katika sura ya kwanza anapomuumba mwanadamu, baada amemuumba katika ulimwengu wa roho. Sikia nikuambie, sura ya pili amemdhihirisha katika ulimwengu wa nyama. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, anafanya nini? Anachukua matope, anafinyanga. Anapofinyanga, anafinyanga kama wale waliochezea mwana setere zamani, wale waliokuwa wanafinyanga vidongo wanabeba mgongoni. Mungu akafinyanga. Alipofinyanga lile tope, akapulizia pumzi. Lile tongo likawa nafsi hai, na likawa na vitu vitatu kama ambavyo nataka leo ujue. Kulikuwa na roho, pumzi Mungu. Kulikuwa na nafsi, pumzi Mungu ilipogusa udongo. Halafu kulikuwa na mwili, dongo lenyewe. Kwa hiyo hapa ulipo unazo vitu vitatu, na hivyo vitatu Mungu alikupa kwa kazi maalum. Roho yako ni kwa ajili ya mawasiliano na Mungu, nafsi yako ni kwa ajili ya kujipambanua, kwa ajili ya kutafsiri taarifa za rohoni ili zilete mwilini kwa ajili ya utendaji, na mwili wako ni kwa ajili ya mawasiliano na dunia. Ukisikia baridi unaenda kutafuta sweta, nafsi yako imekuambia sasa ni baridi. Ukisikia njaa, unasikia njaa, unaenda kutafuta chakula, nafsi yako imekuambia tumbo lako linahitaji kujazwa. Aliyokitamani pilau, mwili wako umesema, mwili wako umeona kupitia milango mitano ya fahamu. Unatamani koko kila siku, unatamani, unaona kilevi, unaona wewe ni chakula, lakini kumbe tumbo lako Mungu aliliumba kwa ajili ya kuhifadhi na kufanya maneno ya Mungu. Maagizo ya roho yanapokuja katika mwili usione katika samna nafasi. Ili Paulo sura ya pili mstari wa 9, mwanadamu ameumbwa, anafika mahala anajikuta miti katika bustani ambayo ilikuwa inapendeza macho, inatamaniwa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Iangalie hiyo miti miwili, na Mungu anapompa Adamu sheria katika sura ya 16 na 17, anamwambia matunda ya miti yote ya bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula utakufa hakika. Adamu anapewa sheria, Hawa hajaja. Adamu anapompokea Hawa kutoka sehemu ya ubavu wake, anamwambia sheria Bwana ambayo Mungu amewapa namna ya kuishi katika bustani. Hivi nikwambia, Shetani akiwa ameshindwa vita mbinguni, Ufunuo sura ya 12, kulikuwa na vita kuu mbinguni. Kianza mstari wa 7, lakini aliposhindwa vita kuu mbinguni akatupwa chini, na alipotupwa chini, mwanadamu wa kwanza kumwendea, mwanadamu wa kwanza kumfuata, jina lake anaitwa Hawa, katika jina la Yesu. Ninasema na wewe, ukiendelea utaiona asubuhi. Fanyikezo mwonowe, ukiendelea utaiona asubuhi. Ngoja niseme maneno haya. Mungu aliye mwema, Mungu aliye mwaminifu, anaposema na sisi, anasema kwa sababu anatupenda, anasema kwa sababu anatuhurumia. Anapotuhurumia hatuwezi kuleta mitaha mbele zake, hatuwezi kuleta upani na biaka mbele za Mungu aliye hai. Hatuwezi. Mungu niliyemjua, Mungu niliyempokea, nikisema amesema yeye, ndivyo nilivyojifunza habari za Mungu wangu. Kwa ninapofanya kazi ya kukuletea habari za Mungu,
cheza na mimi usicheze na Mungu. Cheza na mimi usicheze na Mungu. Ukicheza na Mungu utapata hasara. Ngoja tuendelee. Tusitoke kwenye njia yetu. Tusitoke kwenye safari tuliyo nayo. Kwa sababu Mungu amekusudia leo tujue shetani hawezi kuleta uharibifu katika safari tunayotembea, ili tuweze kujua. Na kwa sababu hiyo Mungu aliye mwema, Mungu aliye mwaminifu anasema na wewe, anasema na mimi kwamba kwa habari ya safari tuliyo nayo, shetani aliposhindwa mbinguni atatupwa duniani. Mwanadamu wa kwanza kukutana na shetani alikuwa ni Hawa, mke wa Adamu. Na shetani anapokwenda kwa Hawa katika sura ya nyoka, anamuuliza swali hili, swali ambalo ni lazima tuulizwe kila wakati. Eti hivi ndivyo aliyosema Mungu, matunda ya miti yote ya bustani msile. Ni swali la mtego. Wamepokea sheria katika Mwanzo 2:16-17. Matunda yote ya bustani wanaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya wasile, wakila watakufa hakika. Swali la mtego linakuja, na wewe kila siku hilo swali unajiuliza. Je, Mungu amesema matunda ya miti yote tusile? Sikiliza jibu la mwanamke. Jibu hili la mwanamke ndiyo mateso ambayo unayapata leo. Jibu la mwanamke alipojibu kinyume na Mungu aliyomwelekeza ndiyo mateso tunayopata leo. Msikilize vizuri. Mwanamke akasema, matunda ya miti yote ya bustani tuweze kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusiale wala tusiaguse, tusije tukafa. Matunda yaliyozuiliwa sio ya mti uliokuwa katikati ya bustani. Matunda yaliyozuiliwa ni ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na hayana location. Huyo mti hauna nafasi, hauna mahali unapotajwa kwamba katika bustani ya Eden ulikuwa mahali fulani. Kwa hiyo amekosea. Sawasawa na Efeso 4:27, amempa Ibilisi nafasi. Ndipo Ibilisi akawaingia kwa maarifa, akawaambia, mkila matunda haya mtafumbuliwa macho, mtafanana na Mungu mkijua mema na mabaya. Sura ya 3:6 wa kitabu cha Mwanzo. Mwanamke akaona ule mti unapendeza macho, wafaa kwa chakula, na wale mtu wa kutamanika kwa maarifa. Akachuma tunda, akala, akampa na mumeo, naye akala. Walipokula ghafla wakafumbuliwa macho, wakajiona ya kwamba wauchi. Wakajiona ya kwamba wauchi. Wakatafuta majani, shona majani, wakaenda kujificha. Lakini nikuambie leo, kusikia ndiyo kiungo pekee Mungu alichowaachilia. Ndiyo kiungo pekee Mungu alichokiacha kwa Adamu na Hawa. Wamejificha wakati wakiwa kupunga. Mungu ameshuka. Adamu uko wapi? Ukiwa kwenye dhambi, Mungu hakuoni. Ukiwa unaishi maisha ya dunia, Mungu hakuoni. Na kwa sababu hiyo sasa Adamu anaulizwa, uko wapi? Amejificha. Nini? Anatenda dhambi. Nikuambie, utafurahisha mwili kadiri upendavyo, utafurahisha maisha yako kadiri upendavyo, utafanya mambo ya dunia kadiri upendavyo, lakini mbele za Mungu kuna ushirika, kuna uhusiano naye. Lakini kwa sababu hiyo Mungu aliupenda ulimwengu akamleta Kristo Yesu, ila kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu hakutaka kutuacha tukae kwenye kosa. Hata Adamu na Hawa walipokosea hawakuwa na sifa ya kukaa bustanini tena, wakafukuzwa. Vile vinasaba vilivyokuwa na ushirika na Mungu. Nikuambie, ikawa vile hadi ushirika wa mwanadamu na Mungu ukawa umepotea. Na sasa akazaa watoto
kwa mfano na sura yake, na kila aliyezaliwa alikuwa anazaliwa katika uharibifu. Mimi na wewe ni watoto wa Adamu na Hawa aliyekosea. Kwa hiyo tunazaliwa na asili ya kukosea. Hatuhitaji kwenda darasani kujifunza kutukana. Hapana, iko ndani. Mtoto mdogo atatukana, uko pamangi, unasema niko Mbezi. Mungu umepata darasani kujifunza. Asili hii iko ndani, na kwa sababu ya asili hiyo huwezi kumwona Mungu. Ndio maana Mungu katika maneno leo anasema mtu ni lazima azaliwe mara ya pili. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili tafsiri yake ni kutolewa katika asili ya kukosea na kuingia katika asili ya uzima. Sio swala la dini, ni maelekezo ya Mungu, ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu, ili wanadamu tutoke kwenye familia ya baba na mama tuingie kwenye familia ya Mungu. Jambo ambalo Fortunata amelifanya. Nafasi hii ni ya kwako. Nafasi hii ni ya kwako. Lakini kabla tujaenda huko, hivi wewe ni nani? Ulishawahi kujipambanua wewe ni nani? Unafurahia dunia, unafurahia maisha ya, lakini ulishawahi kujiuliza wewe ni nani? Katika kitabu kile cha Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza, Mungu anasema hivi: mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi, naye hujaa taabu. Kama ua huchanua, kisha hupatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Sio wewe, ni wewe. Neno hili wengi wanapeleka kwa marehemu. Neno hili Mungu anasema na walio hai ambao wamezaliwa na mwanamke. Nani hapa atakaa na mimi sijazaliwa na mwanamke? Na sema mmoja, kama mimi sijazaliwa na mwanamke. Ukizaliwa na mwanamke, kubali siku zako chache, shida na taabu za kwako. Hata ukitaka kujiliwaza kwa pombe, wewe unapita kwenye shida. Hata ukitaka kufanyaje, unapita kwenye shida, kwa sababu umekubali kuzaliwa na mwanamke. Yesu mwenyewe anapokuja anasema mtu asipozaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza umezaliwa na mwanamke, shida, mateso na taabu hadi hapo. Lakini mara ya pili Mungu anataka akuzae kwa neno lake, kwa mbegu isiyoharibika. Neno la Mungu litadumu hata milele. Na ukizaliwa mara ya pili umetolewa kwenye asili ya kukosea, unaingia kwenye asili ya kuwa mwanaume. Ndipo tuanze safari ya kwenda kwa Baba. Ndipo tuanze safari ya kurudi nyumbani kwa Baba yetu. Sio habari za pili ninazokuambia, ni habari za maisha ya mwanadamu. Bali Mungu anakuwa maji, anakuwa na wewe tena, anakupenda. Na kwa sababu anakupenda, atainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako, kwa sababu Mungu amekuona wa thamani. Kuonekana kuwa wa thamani. Nini unafanya? Nini unafanya? Nini unafanya? Hawa watu wanasema wamechoka. Kwa hiyo tuliposubiri tangu asubuhi na kuchoka, ila kwenye neno la Mungu tumechoka. Tumevumilia tangu asubuhi, tunamaliza tuondoke. Mungu ndiye aliyekuleta hapa. Mungu ndiye anajua maisha yako. Amen. Huwezi kumpangia Mungu aseme kidogo alafu wewe uondoke. Mungu niliyemjua mimi hayuko hivyo. Tutasikia tumalize hii habari alafu tukitoka hapa. Maana safari hii sio yake, safari hii ni ya kwako. Unataka kukimbia maarifa unayoyapata ili na wewe upone, haiwezekani. Akimbii mtu hapa. Kimbii mtu. Basi tunafika mahala tunamishe kwamba Mungu anapokuona wa thamani, lakini kumbe wewe vile ulivyo ni kama ua ambalo linachukua alafu likikatwa ua limenyauka.
Wewe ni kama kivuli. Jua likizama haionekani. Labda niseme suti ya umeme kwenda. Umeme ukishuka wewe huonekani tena. Huonekani tena. Ukiwasha unaona kivuli. Ukizima suti wewe umepotea. Wewe Mungu anakufananisha wewe na ua. Anakufananisha wewe na kivuli. Katika Yakobo sura 4 ukianza mstari wa 13 anakufananisha wewe na mvuke. Akina mama wanaopika jikoni wanajua mvuke. Sasa unachemka. Unaenda wapi? Wewe Mungu anakuona wewe ni mvuke. Mungu anakuona wewe ni kivuli. Kivuli hatukizima kivuli yake. Kwa maana yake kesho kuna mtu mwingine atazimika. Nani? Uko tayari kuondoka? Hizo ndizo tunazojifunza. Uko tayari kwenda kutengeneza? Hizo ndizo tunazojifunza. Lakini tukuze Mungu. Tukuze Mungu. Kwa sababu ya upendo wake anatuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Jioni leo ninakualika wewe uliye tayari. Ufalme wa Mungu uko wazi. Ufalme wa Mungu uko karibu. Tengeneza maisha yako sasa. Maana yuko mmoja wetu atafuata hapa. Nina uko tayari? Leo tunashangilia ameondoka alipambwa na maua. Jeneza jeupe. Hili nikuambia, ukiondoka itakuwaje? Ukiondoka itakuwaje? Itakuwa hivi au itakuwa tofauti? Tengeneza mambo yako. Maana muda tulionao ni wa hatari. Angalia dunia ilivyo. Angalia uharibifu unaoonekana chini ya jua leo. Robot inachukua nafasi yako. Alafu ni mashine ambazo zinafanya kazi, hazina damu, hazijawahi kuzaliwa, zinachukua nafasi ya mwanadamu. Ziko robot za kuzaa, ziko robot za kunyonyesha, ziko robot za kupigana vita. Tuko wapi? Tunasema katika kizazi hiki Mungu hayupo. Unamwangalia? Umebaki wewe. Uko tayari kutembea naye? Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa sababu ya mkutano huu. Watu wako walioita jioni leo ili waisikie kweli yako Mfalme. Katika jina la Yesu, Bwana wa majeshi, simama pamoja nao. Maana wamekusikiliza japo walidai kuchoka. Lakini Mungu unaendelea kuwasikilizisha neno lako. Maana Mungu hukuwaleta kwa bahati mbaya. Uliwaleta iliyofika mahali Bwana waisikie, roho zao zipone. Nami maneno haya nayaweka wako mbele zako Bwana. Maana hakuna jambo nililonyamaza kulisema. Nimesema kadiri ya vile unanisaidia kunena. Katika jina la Yesu Kristo, simama na kila mmoja. Baba hawa na mama hawa Mfalme, vijana hawa wa kike na wa kiume, Mungu usike nao. Mungu watengeneze, geuza nia zao, waone nia yako Kristo, geuza maisha yao Baba ya kupendeza wewe katika jina la Yesu. Asante mwaminifu kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Bwana kwa sababu hakika wewe ni Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo Baba ninakushukuru kwa ajili ya kila jambo lilo mbele yetu. Bwana wa majeshi, tawala na jina lake. Ninaombariki mimi au tuseme amen. 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 Niishi kwa bila neno na Mungu akubariki sana. Wako na mimi nitafanya hatua. Ni kweli tumekuwa nje kidogo ya muda, lakini dakika zilizotumika kwenye ibada ni chache sana. Ila tu mwili umechelewa kufika. Kwa hiyo tuvumiliane kwa sababu tumeshafika kwa ajili ya hili.